Ukiamua kuokoka, umeingia kwenye uwanja wa vita. Na ndio maana Paulo alijua, anasema vita vyetu sisi sio vya damu na nyama. Aligundua tu kwamba mtu akishaokoka unaandikwa kuwa askari wa mbinguni. Unakuwa na bunduki zisizoonekana kwa mikono ya damu na nyama. Unakuwa na silaha. Sasa inategemea nguvu ya imani ulio nayo. Kuna wengine wana mitutu. Kuna bunduki moja inaitwa LMG. Dokta anafahamu. Light machine gun. Yenyewe inapiga kama karanga. Lakini kuna hii sharp machine gun inaitwa SMG. Hii ambayo unakuta askari polisi wanatembea nayo zinaitwa SMG, sharp machine gun. Lakini kuna LMG. Hiyo inaitwa light machine gun. Maana yake ikipiga inaacha moto. Hiyo ndio unasikiaga Banyamulenge huko Rwanda, Burundi wanatembeaga nayo. Alafu ina magazine kubwa hivi kama mtungi. Si unaionaga? Alafu anavaa mikufu kama mkufu ni risasi zake. Sasa kuna watu wana bunduki za namna hiyo katika ulimwengu wa roho. Kuna wengine wana HMG, kuna wengine wana pistol. Pistol mnavifahamu hivi ya kuweka mfukoni. Hivyo unavyotembea nako kichomoa hivi hakuna anayejua una bunduki. Sasa tukishaokoka kutokana na renki ya imani yetu, tunakuwa na hizo bunduki, hizo silaha zinazotulinda katika ulimwengu wa giza. Sasa tukishaokoka kuna kitu kinaitwa vita. Sasa kuna watu wana vita vidogo na kuna watu wana vita vikubwa. Sasa leo nataka nizungumze vita kubwa. Amina, mtu wa Mungu. Baraka kubwa. Ukitaka baraka kidogo kidogo, wewe pambana tu na wachawi wa mtaani pale kidogo kidogo. Huyu ameenda kutesti, ameona tu cha mtoto kidogo. Sema amina, mtu wa Mungu. Sema vita kubwa, baraka kubwa. Sasa shida tulio nayo moja, walokole wengi tunakwepa vita. Tafadhali akatamka. Bwana apewe sifa. Amen. Tunataka vitu lakini hatutaki vita. Mwambie jirani yako unataka vitu lakini unakwepa vita. Mshike mkono. Mbona tuongei? Tunataka vitu lakini tunakwepa vita. Tunataka mafanikio na tunakwepa vita. Watu wa Mungu, tangia enzi hata mbinguni kulikuwa na vita. Huko unakoona huko, huyu Mungu leo ambaye tunaona tunamuita Yesu, alipigana na kajamaa kamoja kalikuwa kanaitwa Lucifer kabla ya kuitwa Shetani. Maandiko akasema kukawa na vita huko juu mbinguni. Wakapambana. Wewe hivi mtu kwenda kukokota theluthi ya malaika unafikiri ilikuwa vita vidogo? Vilikuwa ni vita vikubwa. Mungu si kwamba alishinda kumkamata Shetani hivi amfinye kama chawa, lakini alikuwa anaandika vitu vya kutusaidia sisi kwamba yeye mbinguni yuko starehe, lakini hapa duniani mtakuwa na vita. Hata kajamaa katawasumbua akili. Sasa ukikaa ovyo ovyo inakula kwako. Amen. Sema amina, mtu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo tuna kundi kubwa la walokole wanaotaka mafanikio lakini wanakwepa vita. Mtu wa Mungu, ili uweze kufika mbali, ili uweze kufanya mambo makuu, usikwepe vita. Na leo Bwana atakuinua katika somo hili katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mshike tena jirani, mwambie hivyo namuelewa pastor, lakini unakwepa vita. Kuna wengine vita vyao ni ndoa. Mwanaume anakuwa mbogo. Sasa wewe unataka kubeba tu virago kila siku. Unataka ukaekae kama mayai. Mlokole ukiokoka wewe sio mayai, wewe ni kokoto zinazoponda ponda na nyundo katika jina la Yesu. Sema amina, mtu wa Mungu. Unataka ubembeleze kama mayai. Jamani, shika vizuri, ni mayai. Oh, kumbe ni mayai. Haya, acha nibebe vizuri. Hapana. Na watu wanaimba tukifika mbinguni tutaimba hosana. Unaimbaje hosana hujapiga vita wewe? Mwanangu ili sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Vita. Kwa hiyo kama unataka vitu vizuri, na ndio maana Shetani aligundua, akaona walokole ni wazembe wanakwepa vita. Sasa niandae kitu kinaitwa free masonry. Hautoi jasho, unaenda unamtoa tu baba yako tu. Anamwambia mchukue baba, mambo yaende vizuri. Mchukue mama, na zaidi unatakaga watu wawili sana sana, mama na nani? Wengine hawa